watoto wetu wamekamilisha muhula, tafadhali vile wanakuja nyumbani tuweze kuwasaidia, tuweze kuwalea. Let's make a turnaround. Let's do an about turn. Na kama tumekuwa tukifanya vizuri, tuendelee kukanyaga mbele. Kama tumekosea, ni wakati wa kufanya nini? Kugeuka. Jambo la pili kwa matangazo, wakati huu vyuo vimefungua mitandao. Watoto wetu ambao walipata alama, haijalishi ni gani, kila mmoja ana nafasi. Ni makubaliano mkataba kati yako mzazi na shule, ambayo kwangu mimi naona ni muhimu. Badala mtoto atembee, badala ya kwenda kununua chakula, nunue bangi na sigara, aketi hapa, maji masafi yanapita hapa. Jikoni kule nimepita ni safi. Mbona usimpe hiyo hela kidogo, mwalimu amtayarishie mtoto lishe, ili mtoto asisikie njaa, akose kuelewa darasani. Ya kwamba mzazi wanakupatia mtoto wako ende naye nyumbani. Nataka nikuambie ya kwamba wewe ni mwalimu, utakuwa mwalimu, utakuwa manager, niseme nini tena? Utakuwa security officer wa wanafunzi hawa. Kwa sababu sasa sisi wanadamu tunapenda tuongozwe, si ndio? That is why ukikuja kwa hii shule nasema principal ndiye kiongozi. Sasa kwa boma lako yafaa uwe kiongozi mzuri, so that watoto hawa wakae na wewe vizuri. Ukijiachilia, usipokuwa na discipline, mtoto atakuwa na discipline kweli? Kuna wale watakuja nyumbani wamelewa, hawajui watoto kama wamekaa kwa poma, wamelala kwa poma. But nataka nikuombe mzazi, uwe manager mzuri kwa hiyo poma lako. Mimi nikawa principal, nilikosana na wazazi wengi, na wale ambao waliitikia mwito, watoto wao walifaulu vizuri. Kwa sababu kama day school, uzuri nilimalizia kwa day school, wewe bila kulipa pesa ya lunch unaleta shida kwa walimu. Huyu mtoto anapotoka nyumbani arudi jioni, amekula wapi? Tulifika mahali ambao shule zingine zilikuwa napeana ati meal card. Wale ambao wamelipa peke yake wanaenda kwa dining hall, hao wengine wapaki nje. Hiyo kitu pia si kizuri. Wewe kama mzazi, chukua jukumu, be serious, peana chakula ya mtoto. Yaani walimu wanaweza kujaribu njia zote na washindwe. Nijaribu nini? Niweke meal card ama nifanye nini? Hapo ni matatizo. Mzazi, mwalimu ameshindwa njia ya kuweza kulisha hao wengine. Tuna mwingine analipa kila kitu, na chakula kinapoisha kwa jikoni, na mzazi yule ambaye alipa kila kitu na waka amekula pila, itakuwa namna gani? But I'm happy wengi mnaitikia huo mwito. Wakati huu results za mitihani zinakuwa mzuri. Nataka kushukuru Mungu, ni washukuru hao wazazi. Please keep it up. Remember, when we start our exams, hatuwezi kuwa na deep lane. Deep plus tukikuwa nao ni wale wachache. So tunahitaji ushirikiano wenu kabisa, so that wale wako saa hizi, wale wameregister, wasipotee. Kuna mmoja msichana ambaye alienda kabisa, aliregister mtihani kufika mwezi wa 9, akaamua kupotea. Wenzake wakasema ameolewa, wengine wanasema ameenda sijui wapi. Tukamtafuta kabisa from September mpaka November, tukafikiria mtihani ikianza atakuja, hakuonekana. So case kama hiyo, mzazi report kwa ofisi. Kena mtoto amekaa nyumbani 1 day 2 days bila sababu, njoo shule utuelezee huyu hajakuja shule siku 2.
Nataka nijue shida ni nini. Sababu kama ni kesi ya discipline, tutamtuma na barua nyumbani. Hana sababu yoyote ya kuja na kukaa pale nyumbani. Kama ni mambo ya lunch fee, ni mimi na wewe mzazi, sio mwanafunzi. So tukimkumbusha jioni, wewe mzazi kuja shuleni, tujadiliane na tuelewane venye utalipa fees, lakini mwanafunzi akae wapi? Shuleni. Kwa sababu penye tumefikia sasa, ikiwa mzazi utatushika mkono 100%, tuko na possibility ya kupeleka watoto over